Watoto akina mama wanateseka. Mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Vipi? Safi, sijui za huko utokako. Mimi uko kwema, sijui hapa. Hapa si hatujambo. Alafu mume wangu. Kabla ya kwanza umepika nini kwanza? Ugali. Ndio nimetoka asubuhi sijala. Mimi najua kama una njaa. Lakini kabla ya kukuletea huo ugali, kuna swali nataka nikuulize. Unajua mume wangu asubuhi wamekuja watu hapa. Wamekuita, umeenda, umezungumza nao, wameondoka. Lakini mimi siwajui wale ni kina nani. Wale ndugu zangu. Wameagizwa na kaka kutoka kijijini. Wamekuja wananiita. Inabidi niende mikule. Maana inasemekana kwenye uongozi wake kuna watu wanamsaliti. Wanamsaliti? Ndio. Kwa hiyo utaenda peke yako alafu mimi unaniacha hapa? Na kuachaje sasa kwa mfano? Naenda kusikiliza anasemaje. Ndeni baada ya hapo naangalia kama nikubaki kule kule nitakuja kuchukua mke wangu tena tukaishi kule. Naanzaje kuishi peke yangu sasa? Hata mimi pia naitaka kushangaa. Lakini mume wangu, unajua sisi binadamu ni watu wa ajabu sana. Unaweza kumwamini mtu ukafanya naye kila kitu, lakini mwisho wa siku anakuja kukugeukia. Yaani ni heri ya kinyonga ana rangi zake, unajua kabisa hii rangi ya kinyonga kaa kwenye mti huu, rangi yake hii, akikaa hapa rangi yake unamuona, unajua kabisa hapa kabadilika hapa. Lakini binadamu ana rangi kinyonga, anasubiri. Binadamu ana rangi nyingi na akikubadilikia mbona unasema? Kwa nini maanisha na wewe siku moja utakuja kunibadilikia, si ndio? Mimi sijamaanisha hivyo. Ila tu huwezi jua katika binadamu na mimi ndio nimo binadamu. Sawa, ngoja nikaete tu ugali. Ila hayo maneno yako amenitia wasiwasi. Hilo ndio Naomba nikuulize kitu. Haina shida, wewe niulize. Malkia mbona simuoni siku mbili hizi? Yaani sielewi, sijamuona siku mbili hizi. Kuna tatizo kwani? Mama wenu ni kweli haonekani humuoni na huna taarifa yote kwamba yuko wapi. Ila mama wenu kuna mambo ameyafanya mabaya mno. Anayafanya mambo ya ajabu kabisa. Anashindwa kukaa nyumbani atulie, afanye kazi zile zinazomuhusu, anafanya kazi za kutusurura mitaani na kugombana na watu. Amesababisha mpaka wanaimaya wananichukia. Kwa hiyo siwezi kuvumilia
yale anayoyafanya. Hatujafundishwa ayafanye mambo kama yale. Kiongozi unatakiwa uishi na watu, mpendane, sio kuchukiana na watu. Yeye amesababisha ambako watu wananichukia. Hicho ni kitu ambacho siwezi kukubali kikaendelea kutokea kwenye himaya hii. Kulingana na mambo haya anayofanya, nimeamua kumrudisha nyumbani kwao ili aende akakae akajifunze. Na hata ikiwezekana naweza nisimrudishe kabisa, nikaamua kufanya maamuzi mengine, nikaoa mke mwingine. Kwa sababu bila hivyo watu mpaka waliokuwa wananifundisha maana ya uongozi nitakuwa na wakosea heshima. Mkuu, lakini ungemsamehe. Kwa hiyo wewe kile alichokuwa nakifanya ulikuwa unaona ni sahihi? Alichokuwa nakifanya unaona ni sahihi? Unaniambia nimsamehe? Nimsamehe kwa lipi sasa? Kwa ufumbavu uliokuwa unaufanya? Wa kuwapiga watu makofi barabarani? Mbafu mkubwa wewe. Mila zetu kulisi wajane mara mitala, mila zetu watoto akina mama wanateseka, mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Ile furaha ya kijiji imeshatoweka, hakuna babu wala bibi wa kuaminika. Gumo ni kiongozi wa mila zetu, yeye amerisishwa na mababu zetu. Tazama himaya yetu hakuna elimu, kila kukicha ni kumwaga damu. Utasikia mkimbize mara kakamatwa kakeketwa. Habari ya kwako bwana? Safi, kwema. Afadhali bwana umeitikia wito. Kuna mambo ya msingi ya muhimu ambayo natakiwa unisaidie katika himaya hii, kwa sababu watu ambao nilikuwa nawategemea kunisaidia hapa katika uongozi wangu katika himaya hii wamebadilika, wamekuwa wao ndio adui zangu tena. Wanafanya mambo ya ajabu, inafikia mpaka wameanza kuwatorosha watoto wa kike, na wakati huu ni wakati tunaenda kufanya wakati wa tohara. Imefikia mpaka shemeji yako unavyoona hapa, nimeamua kumrudisha kwao, kwa sababu na yeye ni mmoja wapo ya watu hao. Anashindwa kufanya mambo yake ya msingi, anaenda kusurura mitaani na kuanza kugombana na wanahimaya. Yaani uongozi anautumia pimbo ya kuwanyenyeza watu. Basi sawa kaka, mimi nimefika. Mengine yote nadhani tutayaongea ndani, unasemaje? Haina shida sana. Kesho utakuwa umeyafahamu yote. Ile furaha ya kijiji imeshatoweka, hakuna babu wala bibi wa kuaminika. Gumo ni kiongozi wa mila zetu, yeye amerisishwa na mababu zetu. Tazama himaya yetu hakuna elimu. Babu, kila kukicha ni kumwaga damu. Utasikia mkimbize mara kakamatwa kakeketwa, katokwa damu nyingi, yana tumemzika. Mtetezi kawa adui, wema hatumjui, maisha adili. Kila siku kilio na hakuna kimbilia. Karibuni sana. Asanteni sana babu. Mbona ghafla mno? Niwasaidie ni nini? Babu, katika himaya yetu hakuna amani kabisa, wala hakuna maelewano. Tumeamua tuje kwako kwa sababu wewe ndio mzee ambao tumebaki nawe katika vijiji vyetu vyote vilivyo hapa. Ili tuangalie namna gani unaweza kutusaidia. Kwani kuna kitu gani ambacho kimetokea kwenye kijiji chenu mpaka mnakuja hapa? Kitu gani kinaendelea? Asante babu. Huu mwaka tulikuwa tumejiandaa kwa sababu ya tohara upande wa ukeketaji wa wanawake. Lakini baada ya hilo kuliandaa katika jamii yote wametugeuka. Hawataki watoto wao wakeketwe. Mpaka imefikia wameanza kuwatorosha watoto wao kuwapeleka mjini.
tukaona tulete taarifa kwako mapema kabla mambo hayajaharibika sana. Imefikia mpaka wale ambao nipo nao ambao ndio wasaidizi wangu na wao wamenigeuka. Kwa kifupi hajatokea madhara yoyote, ila kuna dalili zote za uvunjifu wa amani katika eneo yetu. Hivyo tukaona si vema tukiendelea kuyafumbia macho. Ni bora tuje kwa mzee wetu ili tuweze kupata hekima zako na kujua nini cha kufanya. Hiyo ni shida. Hilo ni tatizo. Na mkichelewa linaweza likatokea baya. Maana mizimu itakuwa imeshakasirika. Nimewasikia wajukuu zangu. Poleni sana. Asante sana babu. Poleni. Mimi nitawasaidia. Kama mlivyosema, mimi ndo mzee wa mila. Kijiji jirani, vijiji vyote vinavyonizunguka, mimi ndo mzee wao. Nitafanya hivyo na mtaishi kwa amani. Naomba mtangulie, mimi nakuja. Mila zetu kulisiwa jane mara mitara. Mila zetu watoto akina mama wanateseka. Mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Ile furaha ya kijiji imeshatoweka. Hakuna babu wala bibi wa kuaminika. Kiongozi wa mila zetu, yeye amerisishwa na mababu zetu. Tazama himaya yetu hakuna heri.